Yes. Okay. Kuteseka kupo na ndio nakwambia, yani once ukiwa kwenye spotlight, Baruch, because I've been there. Yes. So in like watu wanaona like you've made it in life, you have a perfect life, lakini we are just humans. Far from it. Whatever they go through, we go through. Yes. Lakini ndo nakwambia pia kwa upande mwingine maybe the fakeness is too much. Mpaka ndio watu wanakuwa na hiyo perception ambao sasa it's really highly rated for you that you don't know how to go back to it. Yes. Okay? No. So let's talk about building brands. How it is to maintain the brand, to be who you are, and what they expect from you. Okay. Yeah? Kwanza watu wanakuwa na expectations nyingi sana kwetu. Nyingine hata they are unrealistic, exactly. Right? Wanahisi kwamba wewe ukiwa kwenye spotlight, ukiwa kwenye level fulani ya maisha, hauna shida. Unaelewa? Sasa tunapokuja katika swala la personal branding, there are some people who think kwamba there is no way mtu atafika those levels without a help. Exactly. So wanahisi kwamba kuna external forces. Unanipata? Of course kila mmoja na beliefs zake. Wajua hilo sana linatokea vipi Baruch? Nadhani mimi nishaliona sana kwa wanawake. A woman akionekana amepata position nzuri either ya kiserikali ama non-governmental, lakini yani ana position all of a sudden she's top. Yes. There's always that thing ambao watu watazunguka nayo. Exactly. Maybe either sexual favors. Left her way there. Yes. Unaelewa? Wengine wanahisi kwamba labda kuna masuala ya uchawi na uganga. So inakuwa ni wivu ama ni nini? No, ni wivu. Binadamu tumeumbwa na wivu. It is normal. Lakini unajua kuna envy nzuri na envy mbaya. Ama pengine you are living their dream. Exactly. They see themselves in you. Umeelewa? Sasa kuna watu ambao hawaamini kwamba mtu tu a village boy from Kwale anaweza fika levels fulani. Ama pengine you were too prayerful na Mungu amekujibu. Na huyu ni Mungu ambaye anajibu maombi. Kuna watu rahma sikudanganyi wana imani thabiti. Imani ya kwamba mimi ni Opus Dei. Mimi naamini this dhehebu na iwalifuatilia. Kuna mtu yaamini mimi na subscribe kwa teachings za imam fulani. Mimi na subscribe kwa teachings za Pastor Nganga. Hizo zote ni faith. Yes. Unaelewa? Na kila moja yuakupatia. Dini yasema Allahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kila mmoja na wakati wake. Kila mmoja. Unless uamini na uwe na hiyo imani. If not, sasa kuna watu ambao hawajui kwamba it is a process. You are who you think you are. Ukiamini wewe ni celebrity, you are a celebrity. Yes, yes. Mimi niliamini from onset kwamba I'm the best in the industry. Na nilisonga nayo. Kila siku nikiamka nilikuwa nikijiambia I'm the best. Unaelewa? Sasa kuna watu ambao kwa kuwa wao kule walikolelewa, mtu hatoboi mpaka apitie njia fulani. Kuna wakati mimi I was at my lowest. Mimi I was going through a rough patch. Umeelewa? And that was the time I met my wife. Okay. I was depressed. Na nilikuwa napiga sherehe Monday to Monday, kwanza ndo nikazidisha. Umeelewa? Na hiyo ndio time ambayo watu walikuwa kinipigia simu wakiniambia na nime encounter mara mbili. Ya kwanza ni hiyo wakati huu ambapo kulikuwa na rumors kwamba pale kazini watu watafutwa kazi, and I was not sitting pretty well kwa sababu nilikuwa nimetolewa breakfast, na kwa sababu ya the bad Baruch nilikuwa nimepiga sherehe excess mpaka nimepata hypertension. Nakumbuka wakati nikilazwa Aga Khan ndio nilifanywa replacement. Nilitolewa breakfast na nikapelekwa late night. For presenters wote na mimi hiyo ni demotion. Lakini mimi nikai-embrace. Because you have your own uniqueness. Exactly. Na as long as mshahara ulikuwa tu ule nikasema I will just do my work. Na nikaifanya kwa nguvu zangu na uwezo wangu. I think it was one of the best shows in the country. Wajua, mimi tell you, hata mtu ukawa mzuri kwa vipi na ukapondwa, hata ukavalishwa gunia, bado utapendeza. Alafu wengine wetu huwa hatuna nyota tu,
ni mbala mwezi. Unaona? Unawaka we have that favor. Unaelewa, mtu haelewi na kwingine wanaamini kwamba huyu karoga, Mdigo karoga. Nakumbuka hata kwa host wangu mimi Bili alikuwa akiniambia watu, huyu Mdigo mwana hivi sasa ni voice of the station pale Baraka pale. Huyu atakuwa presenter wa breakfast too. And it came to pass kwa sababu ya ile hard work, resilience na luck. Unajua pia watu husahau ile luck. I know. Alafu what's funny? No. Siku zote kuna watu wanaona what you don't see in yourself. And that is what I've came to learn. So that's why kuna wengine wana nia nzuri. They will push you to your goals. Almost something that you don't see but utakuja kujua baadaye. Na kuna wengine sasa waovu walioumbwa kati yetu. Watakuwa wanatafuta kila mbinu wa kuvunje ili ubaki na urudi chini zaidi ya wao. Na what is even sad, Baruku, ni kwamba hao wanaokudidimiza ni watu ambao wewe umewaweka kwenye moyo, umewabeba, umewapa ile hadhi wanaostahili. But once you come to learn of it, I think it just changes you. Exactly. Alafu sasa hii swala la energy. Do you remember you were talking about ukifika nyumbani unakuta kama ambaye your conscious is back? Exactly. Did you feel the energy? Ama you didn't differentiate that energy? Hiyo time nilikuwa nikifeel kwamba no, this is not the kind of life I want to lead. Mimi nataka kuwa, I was not raised to be this. I was raised well. I need to have a family. I need to live a normal life. Unajua watu wengine walikuwa kiangalia ile life wanaona hii ndio life. This guy can buy Glenfiddich 21 years kama 3, Blue Label kama 3 na analipa. So wow, to them that was the perfect life. Yes. Unaelewa? Lakini kwangu mimi nilikuwa kila time nikifika nyumbani naangalia receipts 104,000 100,000, 30, naona this is too much money, na nyumbani natoka family maskini sana mimi Rahma. Familia ambayo sisi tulikuwa tukila ugali kwa chumvi ya maji. Umeelewa? Na kipande cha papa cha shilingi 10. Kila time nikiwa nyumbani peke yangu najiuliza, mimi mama wangu mzazi amekula nini? Mimi familia yangu pale napoishi, is that the life I want them to live? Sasa yale mafikira yananijia kwamba I need to change. Sasa niko na stress zangu, niko depressed. Marafiki wananiambia wewe Wadigo hawaishi hivyo. Wadigo wakiwa na shida wanasema nyumbani wanarudi, watafutiwe watibabu, watibu nini. Mimi nikawa najiuliza kama hapa nilipofika, sikutumia nguvu yoyote, sikutumia mganga yoyote. Iweje leo nikiwa na setback kidogo nitake kurudi kutafuta usaidizi? Unaelewa? Mimi nikasema sitafanya hivyo. Alhamdulillah nikakutana na wife that time. Nikutana na wife. Statement alikuwa akiniambia kila siku, kule kazini kuna threat kwamba watu watachujwa 171 people redundancy at that time. Yeye ananiambia huendi mahali. And I think from that time niliacha pombe. Ramadhani ilikuwa imefika. Sisi nakwambia for 30 days sisi ilikuwa kila siku Qiyamul Layl. It's powerful, very powerful. Tarawih, Qiyamul Layl. And alhamdulillah, because mpaka leo amekuwa my guide to din. Yani alhamdulillah. Kwa sababu hiyo sasa ndio ilikuwa neema ambayo ilikuwa yafichuka. But you had to go what you had to go through for you to find this. Sasa na wewe Mbaruku, ili swala la kumdisplay wife alafu masala ya matna, mbona mchochezi? Kama nilivyokuambia wale, everything we do is by design. Unaangalia tu ni wapi ambapo watu watachangia sana. Everything we do is building the brand, kuongeza engagements, na pia some accounts ambazo tuko nazo tumezi commercialize. So the more the engagements, the more the businesses. Unaelewa? Because watu siku hizi who sell numbers. Na zile numbers lazima zi translate. So hurushi mishale kimpa. Yule ni wake wanne kwa mmoja bana. Yule ni wake wanne kwa mmoja. Anaisikia hiyo. Lakini tushaikuwa na conversation. Na ukifanya makosa tukubandika hii part pa. Tushaikuwa na hii conversation. Na hii conversation ilianza tu maana nilimuuliza your thoughts about mathna wa thulatha wa arba. Akaniambia mimi sipendi kushare. Lakini ikatokea kwa kuwa wewe ni Muislamu, Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, nguvu ipo, uwezo ukiwepo, basi kama itakulazimu labda wao yajuza mama mtu mzima
au majuza siku hizi ndio wenye kupeleka bendera basi. Asema hawa wadogo wakija, unajua what happens ni kwamba wewe na mume wako mmejenga. Pia ni brand ile. Kama wewe na mume wako mlivyokuwa, unaelewa? Watu walikuwa wakilook up to you. Yes, it was a shock. Exactly. Lakini alhamdulillah, overcoming it every day. Exactly. Hiyo pia ni healing process. Unaelewa? Sasa wewe na mume wako mlikuwa ni brand on your own. So kuna watu ambao walikuwa envy that relationship. Kuna watu ambao walikuwa wakitaka kuishi vile. Na wewe na mume wako mwajua pale mlipotoana, mwajua zile changamoto mlizopitia, lakini sasa fitna huja wapi? Fitna huja pale ambapo watu hawajui kutofautisha kati ya hasad na athari za hasad. Sisi tukiomba dua sema Mungu tuepushe na hasad. Usiepushwe na hasad, kwa sababu hasad, mtu anayehusudiwa ni mtu ambaye yuko mahali ana neema, ana neema kweli. So unasema Mungu niepushe na athari za hasad, na yale ambao tuliyosema kwamba watu wakikuona hivyo wajua Rahma umefika, Mbaruku huna shida, maisha yako mazuri. They have no idea what you go through. Waambua kuta 4 za nyumba zina mambo. Utayakuta ndani. Wewe unajua pale mlipotoka. Sasa imagine, angalia hili. Wewe umejua kwamba huyu mume nilibelieve na nikamwamini, nikamtrust, nikamuungaunga. Alikuwa labda hajui kuvaa, siku hizi yajua kuvaa. Alikuwa hana kamwili, alikuwa ni chembamba. Saizi angalau mashallah pia suruali zakaa, akivaa suti, mabega kidogo yako vizuri, umeelewa? Usiseme ukamaliza mwanzo. Maana haja vipi? Wewe mwanamke wa kwanza huwa unakasirika sana kwamba after everything that I've done, huyu nilimtoa wakati alikuwa mwanasesere, sasa amekuwa jagina, amekuwa gwiji. What I learned, I came across a statement juzi. Inakwambia kumbe wasinichukulia vibaya wanaume, lakini inakuwa kumbe ukistruggle na mwanamume kumtoa chini, hapendi kubaki na wewe akiwa juu, kwa sababu unamkumbusha ile sura yako na angalia mimi it really made sense. It really made sense. So wewe sasa ukistruggle na mtu, struggle at your own risk. Matna huja hivi. Angalia, matna huja hivi. Kule tuna marafiki. Kwa mfano mimi rafiki zangu wengi wanawake 2, 3, na pia hao rafiki ndio wanafanya kwamba watu wanahisi kwamba Mbaruk ataoa mke wa 2 ama 3, 4, kwa sababu lakini kuna ushawishi mkubwa. Sijui kama wa realize. Sasa angalia Rahma, kwanza ule uchokozi mnaoambiana. You only choose what you want to take from them. Umeelewa? Wana mambo mazuri mengi. These people are billionaires. Then you have to be smart, because if unaenda na wimbi utazoleka tu na maji. Yes. Angalia Rahma, kila kitu ni neema, na hizi kuta 4 ulizosema zina siri nyingi. Listen to this. Like yakwambia, every action is a vote. Votes build up your new identity. Correct. What would you say about this? Ni kweli, kwa sababu everything you do, a good deed inakuwaga ni vote. Hata ile bad deed inakuwaga pia ni vote, lakini spoiled one. Sasa kuna watu aina mbili. Kuna mtu ambaye dwell much kwa the spoiled votes. So every time they see themselves failures, they see themselves people who don't have a life. Lakini kuna wengine ambao wao hufocus kwa yale mazuri. Kama mimi, mfano ulo hai. Mimi nilikuwa yale mabaya nimefanya, lakini nikajua ile ilikuwa ni transition, ni phase ya life. Nisingefanya wakati ule, ningesumbua saizi familia yangu changa. Imagine the drunk Mbaruk. Umeelewa? Alafu mimi, kuna tofauti ya watu wawili. Kuna mnywaji na mlevi. Mimi nilikuwa mnywaji. Mlevi atakunywa cheap liquor, atakunywa anything that you are drinking with the brands. You know, I was doing the best. Sasa angalia, katika hivi vitu viwili, mimi siku focus much kwa yale mabaya yaliyotokea. Mimi Rahman shaenda paka jeshi. Umenipata? Lakini sijawahi kila time nalia najikumbusha kwamba mimi nilitoka jeshi, sijui nini. Life yangu hivi ilivyo saizi haingekuwa vile ilivyo ningekuwa mwanajeshi. Umeelewa? So kila kinachotokea katika maisha ya mwanadamu ni neema. You should learn. It's an experience. Na kwa sababu ambiwa let it be a memory, not an event. Kwa sababu ukiibeba, ukikaa, ukifikiria. Though kuna hii kwamba let's be thinking about what really
made us the way we are so that we push forward. Yes. Kuna ma experience mengine ni kujifunza, lakini usirudi nyuma kutokana na kwamba ukate tamaa ya maisha. Now there is this. Yes. Life is a shift of perspective beneath which lies an amalgamation of video recording of our time. Amalgamation of video recordings of our time. Wow. Kama saizi zile picha za zamani za Mbaruk zilikuwa zikinijia nikizungumzia, najua kuna wakati mimi nilipoteza simu in a span of a week, na si kwamba nimezipoteza kwa uzuri, nimezipoteza nikipatikana club nikimake out, nimezipoteza nikipatikana parking nimeshikwa na polisi kwa balcony, unaelewa? So ukidwell much on the negativities hauta forge forward. So kama wewe ni mtu ambaye eyes should be on the ball and the prize, wewe kila time ukiishi unajua kwamba katika vision board yangu huku ndio nataka kuelekea. Kama saizi mimi nitasema nime make mistakes, nimechoma picha, nimejenga brand, lakini pia kuna mazuri nimefanya. Mimi nilihifadhiwa na watu, niliishi kwa watu. Mimi nikiwa intern citizen nilikuwa nikivaa nguo za watu, sikuwa na nguo zangu. Nikifanya ma-PTC, piece to cameras, nilikuwa nikivaa nguo za watu. Nimehifadhiwa, nimekirimiwa hii Nairobi. Kwa hiyo ikafika mahali yale maisha ambayo rafiki yangu Mwachua alinipatia kwa ule udogo wake au ukubwa wake, nikataka kupatia pia wengine. Kwa hiyo do good. Ukifanya mazuri yanakuelekea. Kweli. Lakini ukiwa wewe ni mtu wa kwamba, nitakupatia mfano. Waona hapa kwenye bega na hapa mkononi. Hapa huwa kuna riski, hapa kuna riski, hapa kuna riski. Ili hii riski ya hapa itoke ije hapa, ni hii hapa itoke. So kama wanavyosema wenzetu, the hand that giveth is the hand that receiveth. Yes. So ukitoa, wewe ukiwa unatoa utapokea. Asante Mbaruku. Lakini ndio hivyo, tuwe na imani na ukiamini na ukiyafanya yanafika tu. Asante Mbaruku. Shukrani sana. Karibu sana. Saitambo. Inkwisha bado ama iko? Itele. Cafe Maisha.